Yes sir, basi tunaanza mzigo kwa kuona mwanadada alikuwa yuko kwenye maombi. Baba, naomba unibariki nipate mume mwenye pesa. Unibariki nipate mafanikio Jehova. Najua nimekutumikia sana Mwenyezi Mungu. Ukabariki nikaweze kupata kazi nzuri Jehova. Oya, mtu anavunja ngome hapa, sio masiala. Anaomba kwa imani kani mtoto wa Kikobi dada anakwenda kwa jina la Blessing. Blessing alikuwa anaomba mpitia magumu mengi kweli kwa leo alijikabidhisha mbele ya Mwenyezi Mungu. Basi bibi alimaliza maombi yake. Hapo mtoto anaishi mitaa fulani ya Uswahilini, hapa anajiandaa kwenda zake kwenye maharakati. Oya, anafunga mlango hapo alipo, ana mawenge kinoma, ajalipia kodi miezi kama 7 hivi. Licha maombi yote, mtoto wa kike ana shida kama zote. Nimekuwa na nakwambia leo nikimbii, nataka kodi yangu. Mama, usiwe na hasira, nimekwambia jioni nitakuletea. Jioni gani? Wewe na wenzio mndani amtaka kunipa kodi zangu. Nasema leo mlango unafunga. Ndani nafunga. Sasa ukinifungia mimi nitaishi wapi mamangu? Mimi ndo nilikuleta hapa mjini. Vipi? Huyu mwenzio huko yupo. Yaani yule mama nakwambia yule ndo simtete. Mimi miezi 6 tu. Yule amekaa miaka 3. Sasa nitakuwa nisaidie yule miaka 3 aame. Usijali mama. Tena yule ndo mtolee vyombo kabisa, mtolee vyombo vyake. Yaani huyo asibaki. Leo naona leo muongea point. Sasa nisaidie kuvunja mlango. Oya, anapovunja mlango Blessing akakimbia. Unajidai mjanja Blessing. Hasa anasemaje? Mimi ni mjanja kuliko wewe. Hamna shida. Wewe si mjanja, umenikimbia. Poa, hamna shida. Mama nyumba dai kwamba Blessing ajidai mjanja, ila watakutana mtoto wa kike anaishi maisha ya kukimbia hapo alipo, hajalipia kodi miezi kama yote. Basi ndio sema ambao Blessing anafanyia kazi kwenye duka la kuuza nguo. Basi ndo amefika ofisini hapa, mtoto wa kike ilikuwa ni kukaribisha wateja. Kuna njemba ilikuwa imeingia hapa. Vipi? Suruali kali, t-shirt zipo. Hakuna beli kama zote humu, nguo kama zote kali. Mtoto wa kike alimchangamkia mteja kwa hivyo. Unajua ofisini ndo leo ni asubuhi, biashara njema huanza. Basi alikuwa anamuonesha mteja, kila nguo anamuonesha mteja anakata hiyo hapana. Kakaangu, unataka nguo gani? Ili la waimba kwa hili, la waimba kwa hapana. Basi njoo angalia hizi suruali kakaangu, aka t-shirt kanaendana na wewe rangi yako. Oya, mtoto wa kike anapiga debe Blessing kinoma, lakini mwamba anayepigiwa debe ndo kwanza kila nguo haitaki. Aka kacheki kamekaa vipi aka hiyo ndo mwamba anaondoka zake, aenda kuangalia suruali hii hapa ya kitambaa. Unajua hii ni Dio fashion ambazo zimetoka, piga debe la kutosha. Lakini mshikaji ndo kwanza hata ana hamu ya kununua suruali, anakuja kama kuchora fulani hivi. Sasa ikafikia sije Blessing amechoka. Wewe unataka nguo gani? Kila nguo unakuonesha utaki. Duka zime na maana hamna cha kuvaa wewe. Ndo kale ambazo mnaongeaga na wateja. Wewe mteja gani? Wewe teja, sio mteja. Wewe ni teja wewe. Kila nguo unakuonesha hapana. Wewe huwezi kuuza, ndo maana uuze. Hata mzee biashara ngumu, nyinyi ndo mnasababisha. Basi yule mshikaji akana ondoka zake. Nenda, kwani wateja wapo kama wewe? Muda huo anaongea, bosi wake Blessing akanafika. Huyu anasababisha wateja waweze kukununua. Ana kauli mbaya kwa wateja. Wewe mkaka, una kauli mbaya kwa wateja. Blessing nakwambiaje? Huyu mteja akiondoka bila kununua nguo, na wewe kazi unakaongea na yule mkaka anunue nguo yoyote. La sivyo unaondoka. Asiponunua nguo hata moja, una kazi. Mama, kakaangu, ulibidi kwamba Blessing amfukuzie yule mkaka. Kakaangu, naomba uniungishe hata boxer tu. Kanunue hata boxer please, ili utetee kibali. Naomba uniungishe hata boxer tu. Hata kavesti kakaangu, naomba. Wewe kaka wale ambazo umeniambia. Basi yule mshikaji akaondoka. Blessing ndivyo ameambiwaje na bosi wake kwamba huyu mshikaji akiondoka bila kununua kitu chochote huko ofisini ana kazi. Wewe mkoba wa Blessing unatupa pale kwamba ndio hivyo, kazi ni kweli. Na mteja ameshai kwamba mtoto wa kike ana kauli mbaya kwa wateja. Blessing akawa amefukuzwa kazi. Ndio hivyo mtoto wa kike anapitia vitimbwi vingi hapa mjini, ndio maisha yake anaishi hivyo kama kindege. Basi mtoto wa kike yuko zake nyumbani hapa, yani sielewi, yani nimefukuzwa kazi, maisha yangu sio ndaishi vipi yani hapa lipo. Yani mimi naishi tu kwa neema za Mungu. Alikuwa anaongea na mamake huko kijini, kwa mamake anataka pesa. Basi mlango wake ukawa unagongwa. Alikuwa anagonga ni rafiki yake. Yule rafiki yake ni mzee wa kubeti. Yani mshikaji anaishi maisha ya kubeti, anawaza tu mamilioni, anaitwa Solo. Blessing, vipi? Wewe uliniambia jana wamekufukuza kazi. Sasa nakwambiaje? Ile sema nao beti, kwa unataka na mimi nikabeti, ndio hivyo? Sasa kubeti, mbona unisikilize? Wewe nisikilize nikupe michongo. Pale pembeni pana hoteli pale. Sasa ile hoteli wamesema wanataka mfanyakazi, na nimwambia na dadangu nyumbani hana kazi. Wameniambia mlete. Si unajua kupika? Ndio najua. Kama unajua kupika basi kazi umepata. Kweli Solo? Wewe haki ya Mungu Solo, nakwambiaje kuna mchongo kweli, kwa kazi ni uhakika. Wewe twende, kazi umeshapata. I say, kwa una uhakika kweli Solo unachoniambia? Wewe jiandae, kesho unaenda kazini. I say Solo ni ndugu yangu mkubwa. Wewe usijali. Mimi na Solo ni rafiki yako wa kitambo. Solo ni mzee wa Palibet, mzee wa Wanu Xbet, mzee wa kubeti Solo. Basi Solo akaondoka. Blessing akuamini kwamba Solo amemletea habari ya kazi. Alimshukuru Mungu wake kwamba kesho ajiandae, anaenda kuanza kazi rasmi. Basi kumekucha ni asubuhi na mapema, tunamwona yule mshikaji ambaye alisababisha mtoto wake Blessing akaacha kazi. Yule mshikaji anaitwa Gregor. Anaingia ofisini akamekutana na Blessing. Wewe tena.
Umependeza. Uliona umenifukuzisha kazi, unaona kama umefaidi, si ndio hivyo? Wewe sio Mungu. Nimepata kazi sehemu nyingine. Umeona nilivyopendeza? Uamini macho yako. Nimepata kazi sehemu nzuri, nalipwa mshahara mzuri. Unifukuzisha kazi kule. Wewe sio Mungu. Angalia jinsi ulivyo. Ulikuwa unaona kama wewe ndio kila kitu. Sasa nimepata kazi sehemu hii. Wewe sio Mungu. Wewe sio unaweza kumpa mtu kazi. Unifukuzisha kule kazi, nimepata kazi sehemu nyingine. Na uone aibu. Mungu ameamua kukuaibisha mkaka, na Mungu ameamua tu kunikutanisha na wewe ili uweze kuaibika. Na kiukweli umeaibika. Naona jinsi unavyotapatapa. Tena ujifunze kwamba sio kazalo mtu hata siku moja. Blessing baada ya kumchamba mshikaji Grego akaondoka zake. Basi Grego ndio ameona mtu hakika ndai kwamba amepata kazi, ila Grego kiukweli alicheka mshikaji. Baada ya kucheka mwamba akaangia zake ofisini. Basi tunamuona Grego kweli hapa amekaa anaongea na simu. Ingia, kuna mtu alikuwa anamruhusu aingie. Basi wewe mimi alikuwa anaingia ni mtu wa kike Blessing amekuja kuleta maji hapa. Hajajua ni nani. Basi mshikaji anageuka, mtu wa kike ile kumuona, oya, amini. Ni maana mshikaji ndio ofisi yake, yani mwamba ndio meneja. Blessing hakuamini kumuona mshikaji, anashangaa, ina maana yale michambo yote alikuwa anamchamba mshikaji. Sema alikuja kuomba kazi mtu wa kike Blessing, huyu mwamba ndio kinara, yani mwamba ndio kampuni zake. Basi mtu wa kike Blessing alisha kupiga magoti. Naomba unisamee kakaangu, usinifukuze kazi. Naomba unisamee please. Naomba unisamee kwa nikusamee nini? Una shida gani? Kwani kuna tatizo? Amna kakaangu, naomba unisamee, naomba maji. Mtoto wa kike hapo alipo anatetemeka kinoma. Yaani alimchamba mshikaji, alikuwa anataka kumkomoa kumuonesha kwamba Mungu anaweza. Haisema Mungu kweli anaweza. Mshikaji isema alokuja mtoto wa kike ndio kampuni yake. Mtoto wa kike hapo alipo ni kuomba tu msamaha. Mshikaji anamwambieje? Hamna shida, nenda. Niende wapi? Nimekwambia nenda. Oya, mwamba alikuwa mkali kwa mtoto wa kike. Sasa ila naomba usinifukuze kazi boss. Nimekwambia nenda. Oya, mtoto wa kike hapo alipo aamini macho yake. Baada ya kumkomoa mshikaji, amejikuta anajikomoa yeye mwenyewe. Basi Grego akawa ameendelea na kazi. Zilipita siku mbili hapa mtoto wa kike hajaonekana ofisini. Ilibidi kwamba apigiwe simu aweze kuja kukutana na meneja, yani Grego mwenye kampuni hizi za hoteli. Basi mtoto wa kike amefika, anaulizwa maswali, kwa nini hizi siku mbili hajaonekana kazini? Nilivyoniambia niondoke nikajua umenifukuza kazi. Kondo niliondoka nikajua nimeacha kazi. Uliona barua ya kuachisha kazi pale? Hapana. Hasa kwa nini hujaja kazini? Amna, asante, nikajua umenifukuza kazi. Ambia kazi hujafukuzwa. Jitahidi kuchapa kazi. Kazi hujafukuzwa, endelea kupiga kazi kule. Basi Grego alimruhusu mtoto wa kike akachape kazi. Blessing alijua amefukuzwa kazi siku ile, maana aliambiwa naomba utoke. Kwa alikuwa na wasiwasi, akajua kwamba kazi imeota nyasi. Basi naona siku nyingine mtoto wa kike Blessing akiwa anatoka zake kuoga bwana. Si unajua hivi mtoto wa kike anachanga kuangalia mlango wake umepigwa kufuli. Hivi wapangaji wananitafuta nini? Tunaanza kufungiana makufuli. Nyewe wajinga. Nani amefunga mlango huu? Mimi nimekuwa mjinga tena. Kwenye nyumba yangu nimekuwa mjinga. Ina maana wewe ndio mwenye akili, yani mpangaji una akili kwa mimi. Mama samani, sikujua kama ni wewe mama. Ila naomba unisamee. Siku ile ulinikimbia, wewe ni mjanja Okay. Nimeshafunga mimi mlango wangu, nataka pesa. Nataka pesa nikufungulie mlango. Naomba mama nipe hata nguo za nini? Oya, mama mwenye nyumba ndio hivyo ameondoka zake. Mlango wa Blessing umefungwa. Tunakuja ofisini kumshikaji, anapiga hesabu na mfanyakazi wake. Watu wanalalamika, meneja nimeshamfukuza kazi. Watu wanalalamika chakula ni kibaya, mueleke vitu ambavyo mnavifanya. Haya, Blessing kwa mdomo boss anamuuliza Blessing ndio alikuwa anafika. Blessing yuko wapi? Blessing ndio alikuwa anafika. Saizi bosi anaangalia muda wake saa 4 hiyo. Yani mfanyakazi unafika saa 4. Samahani bosi, unajua traffic huko njiani, jam zinanihusu nini mimi na kazi yangu? Uliona pale kwenye mkataba kuna masuala ya jam? Yani saa 4 unafika. Bosi nimefika. Kuwa makini. Angalia kama unaipenda kazi yako, kuwa makini. Sawa bosi, ndajitahidi. Unafika saizi mfanyakazi. Hiyo kazi ufanye saa ngapi? Mfanyakazi mwambie omba msamaha. Kwa makini, angalia kama unaipenda kazi yako, endelea na kazi. Na wewe jitahidi kupika chakula. Basi bosi alikuwa analalamika kuhusu vyakula ambavyo wanapika kwenye hiyo hoteli. Wafanyakazi wamekuwa hapo makini, huduma kwa wateja sio nzuri. Blessing, unafikije sasa hizi bwana? Acha bwana, shoti yangu sio nikwambie nini. Basi Blessing amepewa onyo na bosi kwamba vitu ambavyo anavifanya sio poa. Basi leo siku naona mshikaji amewahi saa 11. Mwamba nani? Grego amewahi. Grego anashangaa ofisi iko wazi. Kabidi kwamba Grego angalia na ambaye amefungua ofisi. Muda hamna mfanyakazi ambaye analifiwa kuja saa hizo. Wafanyakazi wanakuja saa 1. Oya, mtu akika anatokea hivi. Leo alilala huko ndani. Maana kwake kule amefukuzwa. Basi wewe unalala huko ndani? Unalala huko? Oya, mtoto wa kike hajui nini ambacho hajitetea. Bosi amemkuta yuko na shuka kabisa analala. Basi Mwamba alimuita kwa ajili ya mazungumzo. Sasa wewe unalalaje ofisini huko? Ikabidi mtu wa kike amueleze Mwamba Grego kila kitu kinachoendelea kwenye nyumba, kwamba amefukuzwa kodi, ana matatizo kibao hapo alipo, ana miezi kadhaa na daiwa kwenye nyumba, hajalipia. Grego akamwambieje, mimi ndakupa ofa. Umeona biashara yetu kwa sasa imeporomoka. Meneja ambaye alikuwa hapa ametolewa.
jitahidi kufanya kazi kwa makini, ongeza ubunifu, mshahara wako ndakuongezea. Ila kwa sasa ndakupa pesa ya awali. Japokuwa siku ya kukupa mshahara haijafikia, ila ndakupa pesa ukalipie kodi. Basi mama baada ya kuongea hayo akawa anaondoka zake, maana alikuja tu kuchukua vitu ofisini, muda wa kazi ulikuwa bado. Maana mtu wa kike amelala huku. Maana muda wa kazi ni kuanzia saa 2. Basi mtu wa kike kama mpewa hapo, kama mpewa ofa kwamba inatakiwa ongeze ubunifu kwenye hii hoteli ili aweze kupandisha cheo. Basi mtoto wake kweli, unajua watoto wa Uswahilini Blessing, wateja walianza kumiminika pale, maana kulikuwa na ofa, ukinunua mara 2 unapewa bonus. Basi mwamba leo naona kuna mshikaji alikuja kununua hapa, alipewa ofa za kutosha. Kweli mshikaji Grego akaona mtu wa kike ana kitu cha tofauti. Kweli kwenye biashara ni mbunifu, kitu kilimvutia sana Grego. Grego alichokuwa anafanya sometimes anawapa ambia kikweli ufanyaji wenu wa kazi nimeupenda. Hasa Blessing umekuwa mwanamke ambaye una ubunifu, nakupa tuzo yako, tuzo ya heshima. Kwa mtoto wa kike anapandishwa cheo, kwa sasa atasimama kama meneja. Muda ambao meneja hayupo, yeye atakuwa amesimama kama meneja. Maana kikweli hoteli imeongeza wateja. Oya basi wafanyakazi wote wana furaha. Maana unajua wote ni watu ambao wanapendana, wanafanya kazi kwa furaha kweli. Basi siku zinazidi kwenda na kazi zilikuwa zinapigwa. Unajua zidi kufanya vitu vizuri unazidi kumfurahisha boss. Sometimes mwamba Grego alikuwa anamsindikiza Blessing mpaka kwake. Asante sana boss. Unajua ufanyaji wako wa kazi unazidi kunivutia. Yaani unazidi kufanya kazi vizuri, nitakuwa na kuongezea mshahara. Basi mtoto wa kike unajua hawezi kuwa na maneno mengi, ni boss wake. Naona hapa amemfikisha nyumbani, mtoto wa kike akawa anatoka zake. Hii ni sehemu nyingine ambayo alikuja kupanga, sio kwa mara ya kwanza kule ambako alikuwa anakaa Uswahilini. Saizi kidogo kalevo kamepanda, at least bwana anatenda. Siku zinazidi kwenda, kazi zinazidi kupigwa. Naona leo mshikaji alikuwa anaomba, alimwomba mtoto wa kike aje amsaidie kuja kupika. Kweli Blessing alikuja kumsaidia mshikaji, jitahidi kula ili uweze kunywa dawa. Unajua dawa peke yake kama ujala zitakulevya. Mshikaji alikuwa anajisikia vibaya. Mtoto wa kike alikuwa anaonyesha kweli kumjali Greg. Yaani Blessing alikuwa anamjali mshikaji, jitahidi kumpa furaha. Mwamba alikuwa anauma vimalaria fulani mshikaji. Basi alisindikizwa mpaka chumbani, akalala, akafunikwa vizuri. Mshikaji akana jinsi kweli mtoto wa kike anamuonesha upendo wa dhati. Basi Grego alibaki nyumbani mwenyewe amejilalia. Mtoto wa kike alikuwa anamuonesha mshikaji upendo wa hatari. Basi mshikaji akawa yuko poa. Naona ni usiku sasa, muda wa kufunga ofisi umefika. Tunamwona mwamba anakuja kuangalia. Mfanyakazi anamwambia mimi ndo naondoka hivi bosi. Kwa hiyo shift ambaki nani? Usiku nabaki mimi bosi. Ni Blessing anamwambia kwamba zamu yake ya usiku ni yeye anayebaki hapo. Okay, hamna shida. Basi yule mfanyakazi mwingine akaondoka kuuza usiku. Leo ni shift ya mtoto wa kike Blessing. Basi yule mwenzake akawa anaondoka zake. Leo acho hapa mtoto wa kike Blessing pamoja na Grego. Vipi? Kazi zinasemaje? Hivyo tunakoma basi. Unalala hapa au? Hamna. Basi twende unisindikize nyumbani. Unajua kupika mwenyewe sometimes uvivu. Hamna bosi. Acha mambo kwamba unaniogopa. Hamna. Basi nakuja. Mtu wa kike aliamua kumkubalia mshikaji, akamwambia atangulie yeye, atafuata nyuma. Leo mshikaji amwomba aende na mtoto wa kike nyumbani kwake. Basi tunaona amfika nyumbani hapa Blessing pamoja na Grego. Yuko kwa Grego huko. Kwa mtu wa kike wanakunywa vinywaji pale. Leo mshikaji alimwandalia zawadi mtoto wa kike, alimwandalia ka bracelet. Hii ya kwangu ilikuwa ya bei mbaya. Kumwambia hii ni ya kwako, ni zawadi kwa ajili ya ufanyaji wako wa kazi. Asante bosi. Usiniite bosi bwana. Bosi hamna, unajua ni bosi wangu, nakushukuru sana. Sijapata mtu ambaye ananijali kama wewe, hamna. Unajua nilivyokuwa na moyo uliniuguza sana pale katikati, nakushukuru sana. Unajua bila wewe sina ningeweza kunipa msaada, ila kiukweli nakushukuru kwa matibabu ambayo uliweza kunisaidia. Basi mtu wa kike akampa kumbato mshikaji, kwamba alivyomkumbatia kuna kitu kama mtu wa kike akawa amazed. Unajua huyu ni mwanamke na pia mwamba ni mwanaume. Huyo mshikaji akajivuta kwa mtu wa kike na kuanza kupata denda pale. Oya bosi na mtu wa kike akashtuka. Oya huyu ni bosi, unaweza kufukuzwa kazi. Basi mtu akamwambia samani. Hamna samani. Mtu wa kike alikula wenge bwana. Unajua ni bosi wake. Mimi ngoja niende. Mtu wa kike ndio hivyo anataka sibia tupike. Mbona tujapika, tujala hata story. Hamna. Mtu wa kike akaondoka chap. Unajua vitu vilikuwa vinaendelea hapa, ilikuwa sio poa. Basi mwamba akabaki anachangashangaa. Mtu wa kike ndio hivyo ameamua kusepa zake. Tunamwona mtu wa kike Blessing yuko nyumbani bwana, anakumbuka kile kitu ambacho alifanya na bosi wake Grego. Unajua kuna kitu fulani unafeel unapokuwa na mtu ambaye unampenda. Unajua kuna furaha fulani. Mtu wa kike kuna kitu ambacho kinamkosha moyoni, amekaa peke yake Blessing anacheka. Unajua muda mrefu Blessing alikuwa yuko single, kwa anahisi kama Grego ndo mtu wake sahihi kabisa. Mtu akikata usingizi hapati. Ni asubuhi ya siku nyingine tunaona kuna chopa linadondoka Nigeria, chopa kutoka Marekani. Ndege imetoka jiji la California huko, ndio
tu hapa rasmi. Basi huko ofisini walikuwa ndio watu kuchapa kazi. Muda huo tunamwona Mwamba alikuwa anaingia. Grego yuko na mgeni hapo. Mgeni tunaweza kumtambua anaitwa, unampa bosi heshima, akamwambia leo nimwaletea umeneja. Umeneja anaitwa Brenda. Brenda? Yes, atakuwa meneja wenu mpya. Vipi? Namuulizia Blessing ndo nani hapa kati yenu? Blessing nani kati yenu wawili hapo? Blessing ndo mimi madam. Wewe ndo Blessing. Sawa, hamna shida. Mtoto wa kike akamkumbatia Grego pale. Yaani nani? Brenda. Kitu tu kumkomoa Blessing. Huyo ndo matakuwa kila kitu mnafuata sheria zake. Basi Mwamba akaondoka, ndio hivyo mshikaji. Kumbe ana mpenzi bwana Grego. Grego ana mpenzi wake anaitwa Brenda. Hichi kitu kilimfanya Blessing ashingalipigwa bumbwazi. Yaani baki ameganda kama taila. Vipi wewe, uko sawa? Mtoto wa kike yani kama asikii. Wewe kuna shida? Oya, moyo unaamua ameanza kumpenda mwanaume kumbe na mwanamke wake. Hichi kitu kilimkata kweli Blessing. Blessing akamekaa zake golofani kwenye paa kweli. Muda huo akamekuja Grego. Grego kumwangalia mtu wa kike. Sikia, naomba nikuelekeze. Nataka nikuelekeze. Unielekeze nini? Nakuelezea tu namna ilivyo nini? Wewe nitakuelewa nini? Unaona mimi kama ni mtu wa kunichezea, si ndivyo? Ile hivyo kweli wanaume nyote ni wasaliti. Wanaume wote mpo sawa. Hakuna mwanaume ambaye yuko tofauti na wengine. Wanaume wote ni sawa. Okay, nakushukuru kwa yote. Chukua zawadi yako. Mtu wa kike aliamua kurudisha bracelet ya mshikaji Grego alomzawadia jana. Jana tu penzi lilikuwa nataka lianze. Lakini mtu wa kike amegundua kwamba bosi ana mtu wake. Basi Blessing akaondoka. Grego ndio hivyo anaonekana kama kweli anampenda Blessing. Ndio hivyo anampenda Blessing na ana mpenzi wake. Anampenda vipi? Tutazidi kujua. Basi naona siku nyingine tunamwona Brenda. Ameka kibango hichi. Ni genge hili. Oya, kile kibango kilipushiwa chini kwamba hiyo sio genge. Nani amebandika? Basi mdomo mtu anaingia ndani mlangoni akamekutana na Blessing. Ni umebandika ule ujinga huu. Nilikwambia, fuata sheria zangu. Ili ni genge hili, ni genge hili. Mtoa ujinga wako ule, katoa pumbavu wako ule. Mtoto wake Blessing mbona madam kama ananichukia sana Brenda. Kuna shida gani? Basi kwa hiyo mtu akike avunge tu, ndivyo bosi amesema atoe uchafu wake pale. Brenda akana toa. Basi ni siku nyingine ambesikia, naomba unisikilize Blessing. Grego, naomba mimi naomba niache na maisha yangu. Hapana, naomba unisikilize. Mwenzio mimi nakupenda. Unampenda nani? Naomba tufanye kazi, utabaki kuwa bosi wangu. Naomba niache na maisha yangu. Mdau anaongea. Uwezi amini kitu kama hichi. Brenda alikuwa anatokea. Brenda alisikia mazungumzo jinsi ambavyo Grego anamuelekeza anampenda nani? Blessing. Kila kitu alikisikia. Naomba uniache. Mimi nimekuja kufanya kazi hapa, sijaja kufanya mapenzi. Wewe una mpenzi wako Brenda, nenda kwa Brenda. Blessing akaondoka zake. Oya, Mwamba moyo wake wote unampenda Blessing. Kwa nini anampenda Blessing? Mimi na wewe hatujui. Nyumbani kwa mshikaji huko. Wewe unaongea na mwanaume gani ambaye anaongea naye? Wewe kila siku unalaumu mimi malaya kivipi? Oya, nyumbani kwa mshikaji ni ugomvi kila siku. Hichi kitu ambacho kinamfanya mshikaji Grego enjoy sana kuwa na Brenda. Yaani kuwa na Blessing ameenjoy sana, japokuwa amekaa naye siku chache, lakini Brenda ni mwanamke ambaye alikuwa naye siku nyingi. Mdoto alikuwa anazozana kabla hata hajaenda California. Kulikuwa ni ugomvi kila siku, ni ugomvi. Kwa hiyo mwanamke hajaenjoy kuwa naye hata siku moja. Basi tuachana yote. Blessing amwahi kazini. Brenda anamwambieje kwamba saizi ameshusha cheo chake, itakuwa ni kufagia chooni. Unasemaje? Ndio, kwani hujaelewa nini hapo? Nimekwambieje? Kazi yako itakuwa ni kufagia chooni. Basi ukishamaliza hapo unaenda zako nyumbani. Utaki kazi, acha. Sasa madam, sidhani kama kuna swali lingine. Labda swali lako ni kwamba utakuwa umeacha kazi. Kama hujaacha kazi, basi nidhani hapo ni kwenda tu kufanya kazi. Kazi yako ni kufagia chooni. Oya, mtoto wa kike anazidi kupigwa vita na mtoto wa kike Brenda. Yote ni kwa sababu ya Grego. Basi Mwamba akaondoka zake hapa. Mtoto wa kike Blessing. Brenda kwake ni furaha. Oya, siku zinazidi kwenda. Mshikaji akampata taarifa. Hivi, una shida gani Brenda? Yule unajua ndo mpishi wetu ambaye anapika vizuri. Watu wanapenda chakula chake. Unampeleka kwenda kufagia vyoo. Kwani kuna tatizo? Unaona voice mimi ndo nikafagie vyoo? Ana akakufagia vyoo. Lakini yule ndo mpishi wetu ambaye tunamtegemea hapa. Watu wanapenda vyakula vyake. Atapika nani sasa? Unaona voice yule mtu ambaye anajua kupika. Nitakao mwacha apike. Huko ndo kuwa kampuni huko. Mimi sidhani kama ndo utaenda kufagia wewe chooni, sawa. Ila mimi naona tu kama nimempangia ni majukumu ya kazi kama majukumu mengine ya kazi. Oya, mshikaji akawa na mambo mengi. Inabidi kwamba Grego aondoka zake. Oya, mtoto kike Brenda yeye anawaza tu bifu tu. Hapo alipo ana bifu na mshikaji kinoma. Basi siku zinazidi kwenda, tunamwona mtu wa kike hapa amepoa na rafiki yake. Kuna mteja alikuwa anambia, vipi, nimeangusha saa yangu, hamjaiona saa yangu? Nimeangusha saa yangu chooni na hisi nilivyoenda uani ilikuwa mfukoni. Kwa nini nimedondoshia uani kule? Nani mfagia uani? Mfagia uani ni mimi, lakini sijaiona saa yote chooni.
Saa chooni? Ndio sijaiona. Kaangalia basi Mwamba akaenda kuangalia saa chooni. Sijaiona saa yangu chooni. Lazima mmechukua saa. Wewe nani anafagia choo? Ngoja nipigie polisi. Mmenibia saa. Wewe kaka. Tukubia saa tupeleke wapi? Mmenibia saa yangu. Mmenibia saa mdau anazozana. Akawa amefika Brenda. Kuna shida gani hapa? Wewe ndio mbosi wa hii sehemu. Ndio. Nimeibiwa saa yangu. Saa yangu ya bei mbaya. Nimenunua bilioni ngapi lakini saa yangu sioni. Mwanamke ni mwizi. Mwizi kivipi? Ndio nimeangusha saa chooni na kabisa nimeangusha saa chooni. Wewe naambia kabla sijawafukuza kazi saa iko wapi? Mimi nadhani nimeona Blessing aliweka saa kwenye begi. Wewe una akili timamu uko sawa? Nimeweka saa kwa begi saa ngapi? Nimeweka saa kwa begi saa. Nilikuwa unaweka. Ngoja nikalete begi lako. Hebu kalete begi. Nimeweka saa ngapi? Basi kabidi kwamba begi la mtoto wa kike Blessing likachukuliwa. Angalia hiyo saa ambayo anadai kwamba rafiki yake alimuona Blessing anaweka saa kwenye begi. Basi kabidi kwamba begi lifunguliwe kumwaga kila kitu pale maulembo lembo. Kweli saa iko pale. Oya saa imefikaje pale? Mwambie hii ndio saa yangu hii. Wewe ni mwizi. Lizo. Wote waizi tu hapa. Basi yule mshikaji akaondoka. Blessing ile saa imefikaje kwa mkoba wake? Wewe ni mwizi. Mwanamke mzuri kama unakuwa mwizi. Hapana madam, mimi sijaiba hicho kitu sijaiba. Wewe ni mwizi. Njoo ofisini huko. Naanza mpaka hapa una kazi. Wewe ni mwizi. Mimi sijaiba hivi vitu. Mimi sijaiba. Oya. Kweli kabidi kwamba Mwamba Grego aitwe, aelekezwe kwamba Blessing ameiba saa ya mteja. Wewe mpaka hapa sitaki wanawake waizi. Unakuja kuniibishia ofisi yangu na kuniibia kampuni yangu. Una kazi. Ameshamaliza mume wangu, una kazi. Aondoke, enda haja kuongea naye mara mbili wote sioni tumwangalie tabia yake. Ana kazi mpaka ondoka dada, ondoka una kazi. Oya, Brenda akasaidia hapa kama mtu hakika Blessing amefukuzwa kazi. Hapo alipo ana kazi tena kwa kosa la uwizi wa saa. Anejua ni Mungu pekee kwamba Blessing ameiba saa au la. Basi upande wa pili hapa tunamwona Brenda amekaa muda huo, kuna mbavu ikawa inaingia mtu mwenye miraba yake kadhaa. Huyo ni mkongole huyo Mwamba huyo. Mabebi. Vipi mbona unakuja ofisini? Mama nimekumisi mtu yangu Pepe Mabunje. Huyu mshikaji ni mkongole huyu. Basi najua kipenzi nimekumisi. Umenitenga sana mwenzio nikilala na kuota sana najua unaniota unanipenda. Mbona pesa nakutumia kila kitu na kuhudumia? Wewe unataka nini? Hapana kipenzi, mimi sihitaji pesa zako. Nahitaji upendo wako mama. Unajua nikishika ngozi yako, tabasamu lako, joto lako nalimisi napokuwa mwenyewe. Unataka nikwambieje kipenzi changu? Mwenzio nakumisi sana ni wangu. Kwa nini unanitelekeza hivyo kipenzi? Basi yule mshikaji akana mpiga denda Brenda pale. Muda huo Brenda amerelax. Muda huo huwezi amini Grego ndo alikuwa anaingia. Vipi? Naona kama nawasumbua. Mbona watu wanaingia ofisini kwako baby bila liza? Na mtu akika anashindwa kuongea mkongo, amemind kwa nini Grego amemkatisha vitu vyake. Huyu nani? Tulia kaa kimya usiongee. Ikabidi kwamba Grego awapishe tu maana mkongo mwenyewe leo. Huyu ni nani? Hii mtu imetokea wapi? Mtu inakuja kutuharibia mimastari yetu baby. Mkongo leo kwamba mshikaji ndo mwenye kampuni zake. Basi Mwamba Grego yuko nyumbani. Brenda ndo anarudi anamshika mshikaji, lakini Mwamba kila akikumbuka vitu ambavyo alikuwa anafanya na yule mkongo anazidi kumchukia mpenzi kwamba Brenda alishika na alikuwa anafili hisia kuliko hata ambavyo anafiligi akiwa na hichi kitu. Mshikaji kinamuumizaga sana. Ndio maana ugomvi wao unakuwa ni mingi. Kuna muda Grego anamkutaga Brenda anaongea na wanaume, akimuuliza unakuaga ugomvi. Sasa leo mshikaji imefikia tambiji kwamba anaomba Brenda aondoke. Kwa hiyo unasema na ule kijana, wewe hujiamini kwani wewe kama ni mwanamke hujiamini? Ungekuwa ni mwanamke ambaye umetimia, usingetawaza. Ndio maana ujiona chochote kitandani, una nguvu zozote. Nilikuwa nakustai tu wewe. Brenda aliondoka kwa shiti kali za kumtemea Mwamba Grego. Basi Grego amemwacha mtu akike Brenda ameondoka zake. Basi Mwamba alibaki tu ana mawazo hapa Grego. Unajua mwanamke huyu alimpenda, amefanya mambo kibao, ashawekeza pesa zake za kutosha kwa huyu mwanamke. Lakini ndivyo mwanamke alikuwa ampendi mshikaji, anadai kwamba Mwamba ana nguvu za jogoo wa wiki. Basi tuachane nao. Kwa upande wa pili huku rafiki yake na Blessing amekuja kumwomba Blessing msamaha kwamba ile ilikuwa ni plan tu kwamba alitumwa na bosi wake aweze kumwekea saa. Alitumwa na nani? Na Brenda kuja kumwekea Blessing saa kwenye mkoba wake. Kwa hiyo rafiki yangu uliamua kunisaliti. Mangapi nakufanyia? Naomba unisamee kweli Blessing. Naomba unisamee rafiki yangu. Najua nimekukosea sana. Naomba alitishia kunifukuza kazi. Najua mimi namuuguza mamangu kwa ajili ya ile kazi. Sawa najua. Basi Blessing alikuwa na jinsi ya kumsamea rafiki yake maana anamuuguza mamake kupitia ile kazi. Ilikuwa ni vigumu kumsaidia Blessing ampoteze mamake. Ambe sawa. Mimi najua hata mimi pia ningefanya hivyo ningekuwa wewe. Basi waliweza kusameheana. Kilichofuata ni rafiki wa Blessing kwenda kuongea na Mwamba Grego, kumuelekeza kila kitu jinsi ambavyo ilikuwa. Mwamba Grego aamini kwamba alimfukuza
kumfukuza mwanamtu asiyekuwa na hatia. Kwa mbele ilikuwa tu ni njama ya Brenda kumwekea Blessing Sam. Mshikaji anaanza, kwa hiyo wewe ulikuwa unatetea kazi yako, ndio hivyo? Je, nikikwambia na hapa penyewe japo umesema lakini na wewe pia una kazi na wewe una kazi. Hapana, mtu wa kike aliomba msamaha sana. Basi mshikaji alichokifanya kwamba Grego ilibidi amtafute Solo, kwamba Solo ndio mtu wa karibu sana na Blessing. Anambia Solo, mimi nataka nikupe zawadi. Kama una pesa mimi naongea na Blessing hawezi kunishinda. Ni rafiki yangu. Sawa, wewe ukifanya hiyo kazi, akiweza kunisamea arudi kazini na kiukweli mimi nampenda. Unampenda? Kweli unataka kumchezea wewe? Oya, Solo anamkubali sana Blessing kama rafiki. Akamwambia kama unanipa pesa kila kitu kimekamilika. Yaani hapo tu andaa pesa yangu mwanangu, andaa pesa. Unajua Solo ni mzee wa kubeti, kwamba leo anapata pesa bila kubeti. Mbia oya, kazi imeisha. Basi tunapo kwamba Solo alienda kufanya kazi ya kumbembeleza Blessing. Ilipofika jioni tuamona kweli Solo ametimba na mwamba. Grego ambia huyu ni rafiki yangu, msikilize. Huyu jamaa anaidi kweli anakupenda. Wewe msikilize tu, wewe msikilize. Oya, msikilize, huyu ni rafiki yangu. Blessing usichukie mwanangu. Mimi kila kitu nimeshongewa, maliza tu mwanangu. Wewe maliza. Mimi niko hapo nasubiria. Wewe ukizingua mwanangu, wewe fanya kwa mtoto ameshalainika, nishamalizia kwamba mwamba, yani Solo ameshaongea na Blessing kila kitu. Grego kazi yake ni kupigilia tu misumari, yani amalizie point 3 muhimu. Basi mwamba alianza kumwelekeza mtoto wa kike mistari yake jinsi ambavyo anafikiria Blessing, naomba unisamee. Najua kikweli hata ungekuwa wewe sidhani kama ongeza kufanya kile kitu. Please naomba unisamee. Mwenzio mimi nakupenda na kuhitaji kuwa na wewe katika maisha yangu. Mtoto wa kike Blessing atasemaje? Alikuwa na neno lolote zaidi ya kumsamea mshikaji Grego? Nadhani mpaka hapa tushafikia mwisho wa kigongo chetu. Kama hujaweza kusubscribe, kulike, comment na kushare, ndio wakati wangu jiunga bonge la familia Bab Kubwa. Enjoy life na storyteller wako ni mimi Rango. Asante sana na cha